Msichana hakugundua mpaka alipotimiza umri wa miaka 18 kwamba yeye ndiye mrithi tajiri ambaye alikuwa amebadilishwa wakati wa kuzaliwa na dereva. Wakati alipowasili nyumbani, dada yake mdogo alimpa vito vyote vyenye thamani, akisema kwamba alikuwa ameiba utambulisho wake miaka hiyo yote. Kisha dada huyo alijiandaa kuondoka, lakini kaka mkubwa alimzuia. Alisema hakumkubali msichana huyo kama dada yake. Msichana huyo alihisi kuna kitu hakiko sawa. Alimuuliza dada huyo ana umri gani sasa, na akagundua kuwa alikuwa na umri wa miaka 16 tu. Hivyo msichana huyo alisema yeye tayari alikuwa na umri wa miaka 18. Kila mtu ghafla aligundua kaka mkubwa alikuwa mtoto wa dereva. Msichana huyo kisha akapendekeza kipimo cha DNA. Kaka huyo hakuwa na chaguo zaidi ya kutoa unywele mmoja na kumkabidhi mtunza nyumba. Wakati wakingojea majibu, wazazi walimchukua msichana huyo kwenda kuchagua chumba. Kaka huyo alienda kwa siri kwenye chumba cha dada yake na kumwambia kuwa msichana huyo atachukua upendo wote wa wazazi wao na hata kuiba chumba chake. Dada huyo alimuuliza haraka nini anapaswa kufanya. Wakati huo huo, msichana huyo aliingia ndani. Dada huyo alifikiri kweli alikuja kuchukua chumba na akamshtaki kwa kufanya hivyo. Hata wazazi waliingilia kati wakimuomba msichana huyo asichukue chumba cha dada yake. Lakini msichana huyo hakuwa amekuja kwa ajili ya chumba hicho kabisa. Kwa kweli, alisifu jinsi dada huyo alivyokuwa amekipamba vizuri. Wazazi walijisikia hatia mara moja na kusema anaweza kupata chumba chochote alichotaka baadaye. Kwa kushangaza kwa kila mtu, msichana huyo alichagua chumba cha kaka yake. Alipinga mara moja, lakini msichana huyo alisema alivutiwa na chumba chake kwa sababu kilikuwa na madirisha mengi. Wakati dereva alipomchukua zamani, aliruhusiwa tu kuishi katika ghorofa ya chini yenye giza na hakuweza kuona jua kabisa. Aliposikia haya, baba alimuamuru kaka huyo kuhama. Ingawa alikuwa na hasira, kaka huyo hakuthubutu kukaidi amri ya baba yake. Muda mfupi baadaye, majibu ya DNA yalijitokeza. Kaka huyo alikuwa kweli mtoto wa dereva. Hakuweza kukubali hilo na kwa hasira alizimia. Alipoamka, mara moja alijifanya mnyonge na kuwaomba wazazi wake wasimfukuze. Wazazi hawakuweza kujizuia kumlaumu. Mama yake hata alisema atakuwa mtoto wao daima. Tabasamu la kejeli lilipita usoni mwake na kisha akawaomba wasifunue utambulisho wake halisi. Hakutaka kudhihakiwa. Mama yake alikubali. Msichana huyo alijua kuwa kaka huyo hakutaka wazazi wao wamtambue kama binti yao. Hivyo alijifanya kusita na kusema, ikiwa nitahamia hapa ghafla, watu watafikiria mimi ni nani? Alitoa simu yake, akionyesha makala za habari zikidhania kuwa yeye ni mchepuko wa baba yao. Kwa hasira, baba mara moja aliamua kuandaa karamu ili kumtambulisha hadharani kama binti yake. Siku iliyofuata, msichana huyo alipata nguo nzuri chumbani kwake. Akifikiri baba yake alikuwa amempa, alivaa na kwenda chini. Lakini dada yake alipomuona, alikasirika sana na akamshtaki msichana huyo kwa kuiba zawadi ya siku ya kuzaliwa ambayo baba yao alikuwa amempa. Kaka huyo alidai kuwa ndiye aliyempa msichana huyo nguo hiyo. Mama alimwambia dada huyo asifanye jambo kubwa na akaahidi kumnunulia nzuri zaidi baadaye. Dada huyo alianza kufanya fujo. Msichana huyo alimshika mkono na kumpeleka chumbani. Alivua nguo hiyo na kumrudishia. Dada huyo bado alikuwa amekasirika. Aliamini kile kaka alichokuwa amesema kwamba msichana huyo angeiba upendo wote wa familia. Lakini msichana huyo tu alitabasamu na kusema, kaka ndiye aliyetuma nguo isiyo sahihi na kutugombanisha, kwa nini mama alitulaumu mimi na wewe tu? Kisha akamwambia dada huyo kwamba kaka huyo ana hisa katika kampuni ya familia, wakati wao, mabinti halisi, hawakuruhusiwa hata kuingia kwenye kampuni hiyo. Kaka alikuwa anapata faida kubwa zaidi daima. Dada huyo ghafla alielewa alichomaanisha na akaamua kuungana na msichana huyo kulinda utajiri wa familia.